Na leo tumekuja kumalizia zile siri 7 za mafanikio. Kipindi kilichopita tayari tushazungumza siri 4 na leo tunakuja kumalizia zile siri 3 ambazo zilikwisha baki. So kama tulivyosema, wewe ambaye kipindi cha kwanza haukuwepo au kukupata nafasi ya kuangalia, tayari tulishazungumza siri ya kwanza. Tulisema ni kujifunza kwa kila jambo, that is ni kuchukua kila kitu au kuchukua knowledge kwa watu mbalimbali. Siri nyingine ya pili ambayo tulishakwisha jifunza ni kuchukua hatua au take action. So siri ya tatu nyingine ambayo tulikwisha izungumza ni kushindwa sio mwisho. So ukishindwa, that is find alternative way, unaweza ukafikisha jambo lako au mambo yakaenda. So siri ya 4 ambao tulishaizungumza tayari, kuwa mvumilivu katika mambo unayofanya. So siri ya leo ambazo tumekuja kuzimalizia zile siri 3. Siri ya kwanza ambayo tumekuja kuimalizia kama inakuwa siri ya 5 sasa, ambayo tunaianza sasa, tunaunganisha moja kwa moja. Siri ya leo ni kuzingatia muda. Watu wengi sana wanafeli kwenye jambo la muda. Watu wengi ndio maana wamekuja kisaikolojia tunasema kwamba, au baadhi ya watu wana saikolojia kwamba muda ni mali, na Waingereza wakasema time is money. So muda, ukipoteza muda, yani jaribu kufuata muda, pangilia vitu utakavyovifanya kuanzia asubuhi mpaka jioni, wapi unaanzia na mpaka unaenda kuishia sehemu gani. So kitu kingine ukiachana na kuzingatia muda, kitu kingine ambacho kitakufanya uweze kufanikiwa zaidi, kuwa na consistency. So ukilifanya jambo, yani unakuwa sio mwepesi kwenye kukata tamaa. So unakuwa na consistency katika kufanya yale mambo yako yaweze kufanikiwa. Jambo ukaishia hapo. So unatakiwa uliendeleze, yani unatakiwa uendeleze hicho kitu ulichokibuni. Na siri ya mwisho kabisa ambayo hii sasa tutakuwa na package nzima, au tutakuwa tumeshakamilika sasa, tuweze kuifanyia kazi hizi siri 7 na tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. So siri nyingine ni nidhamu. So watu wengi sana wanakuwa wanafeli sana kwenye swala la nidhamu. Nidhamu ni kitu muhimu sana ambapo watu wamekuwa wakishindwa. Imagine kwamba yani kwenye nidhamu, ukiwa huna nidhamu katika kazi yako unayoifanya, katika watu wengine, hata uwe na pesa kiasi gani, hata uwe na elimu kiasi gani. So hata kama uwe na elimu yako au uwe na kipaji, uwe na pesa kiasi gani, lakini ukishindwa kuheshimu kazi yako, au ukishindwa kuheshimu kazi ambayo unaifanya, unaweza ukalose kabisa na ukapoteza kila kitu. Chukulia mfano mzuri, labda una kipaji chako moja kwa moja, nidhamu lakini ukakosa, unaweza ukapoteza kazi. Au bosi wako amekuajiri, unaona bosi wako amekuajiri lakini ukawa huna nidhamu ya utendaji kazi. Na hivi kipindi cha hiki cha sasa hivi tunazingatia sana kuajiriwa. So unaweza ukakosa nidhamu, alafu ukafikia hatua ambayo sio vizuri, ukafukuzwa kazi au ukaluzi. So kuwa na nidhamu katika utendaji wako wa kazi, na yeye haimaanishi tu kuheshimu watu wengine. Unaweza kuheshimu watu wengine, unaweza ukaheshimu kazi yako, unaweza ukaheshimu hata muda wako pia. So jilazimishe kitu kukifanya, hata kama that is umechoka sana, hata kwamba leo nimechoka misha kufanya kazi. So na hapa ndo itakuwa mwisho wa funzo langu hili ambao niliwaandalia ujumbe mfupi kuhusiana na siri 7 za mafanikio za binadamu katika utafutaji wake, au katika kuyaweka sawa mambo yake yaendeje katika maisha yako. So hii ni upload. Kama huja subscribe, naomba usubscribe, comment